Unaweza ukachukua masiara. Mimi najua ugumu wa gorofa, najua nimejenga gorofa. Najua ugumu wa gorofa. Hii sio kazi ndogo. Alafu uchoniuzi umefanya kufuru, nyumba zote hujaweka bati. Yaani umepiga hizi zinatesa hizi. Silabu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tazama huu. Vunja Bei utabaki kuwa juu ndugu yangu. Sasa hapa naomba kuna watu wajuaji. Tena hapa Vunja Bei kuna watu wajuaji. Watu wajuaji. Ilikuwaje mpaka ukatransform kutoka kwenye biashara ya uuzaji wa nguo ukaja kwenye real estate? Na kule wakati bado maduka yanafanya vizuri. Kitu gani kilikuforce ukaingia kwenye real estate? Unafanya biashara, unafanya diversification. Unafanya biashara nyingi kidogo ili kitokea riski huku unapata, kosa huku unapata, si ndio? Na unaenda zinakuwa kwa pamoja. Na uzuri mimi nafanya real estate, huu ni mwaka wa 7. Mwaka wa 7. Kwa hiyo hapo umekuja kwa sababu umekuja kunipa pole. Umekuja msibani, sema tutafanya tu uone tunafanya project. Uwekezaji wako wote. Yes. Upo ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Utaona uko na amani. Sasa na biashara za maduka zinaenda vizuri. Unaona mwenyewe au uone? Naona duka sijaona limefungwa. Wewe unapata wapi ndugu yangu? Wewe sasa mimi nimefunga maduka. Ile sio nilifika kumbe duka ulikuwa unafanya marekebisho. Kumbe ulikuwa unafanya marekebisho. Ndio mimi nilipoona nikasema mbona limefungwa? Kumbe wewe duka limehamia nyuma unafanya marekebisho. Duka limefilisika. Bwana naomba unisamee ndugu yangu tajiri. Mimi na Mungu nafilisika vipi? Kabisa Mungu amekushika. Sasa Mungu anatusimamia. Kijana ambaye yupo anahangaika na duka Mwenge. Kijana yupo anahangaika na duka Mburahati. Una ushauri gani wa kumwambia? Hard work pays, afu namweka Mungu wako mbele. Mweke Mungu mbele, lakini hard work pays. Yes. Fanya kazi bila kuchoka. Pambana. Vipi kuhusu wewe hujaoa lakini unafanikiwa? Tunaamini mtu kwenye mafanikio kuna mwanamke. Umeoa mwanamke kisirisiri? Mimi sijafunga harusi. Lakini una mwanamke? Sijafanya harusi. Hujafanya harusi, una mwanamke? Ni nani huyo? Ndamweka public, sio muda. Nani huyo? Sasa itakuwa ni surprise. Marehemu mzee anamjua? Anamjua? Mbona unaanza kunikumbusha tena watu wangu wafariki? Basi usilie. Nilikuwa nataka nijue tu kama marehemu mzee anamjua. Usilie ndugu yangu. Mimi nasahau kama mzee amefariki. Na kweli na. Basi usilie ndugu yangu. Alifariki. Acha masiara bwana, pole ndugu yangu. Unajua nikukumbusha unajisikia vibaya. Lakini kubwa ninataka kujua Vunja Bei. Wanasema hakuna mafanikio kama hana mtoto wa kike nyuma. Nyuma yako yuko nani? Ukimtoa Mungu. Unajua mafanikio yameanza toka tunasoma. Mimi toka nasoma nyuma yangu yuko mama yangu. Lakini yuko mwanamke. Sasa basi hicho ndio nataka kujua. Nimekwambia hivi soon napiga surprise moja babu kubwa. Utatutambulisha? Wewe umeshagoma sana kwa shemeji yangu miaka mingi. Hapana, ulishindwa. Ulikuwa upo serious. Sio sehemu moja. Ulikuwa upo serious sehemu mbili. Toka University of Dar es Salaam. Kabisa kule nikakuweka ukashindwa. Ukakiacha. Nikaja huku. Unakuwa wapi? Ila nikupongeze Vunja Bei, nisikufiche. Vijana tunaoshindana na magari barabarani, unashauri nini? Mfano kama mimi hapa nanunua magari nafu nakaa nao barabarani natembea hivi. Unanishauri nini? Sasa kila mtu ana mipango yake, lakini mimi ya kwangu binafsi ni kwamba mimi nataka kufanya lifetime project. Unajua lifetime project. Unaposema lifetime project lazima uapply economics. Ukiapply economics unakutana na theory ya opportunity cost. Ukiapply theory ya opportunity cost, hapo ndio unakuja kwenye entrepreneur. Kuna real entrepreneur katika kitu gani? Je, una invest katika kitu ambacho kina depreciate au kina appreciate? Yes. Sasa hii inapanda thamani. Gari inaenda na drop. Jamani, ni elimu ndogo lakini ukikaa mjini unaweza ukakua. Huyu ni Vunja Bei. Hana miaka 35, ana nyumba 20 Mbezi Beach kwa Mamnyange. Eneo Mbezi Beach kwa Mamnyange unajua bei yake. Eneo tu. Hujaweka uwekezaji wa gorofa. Mimi nitegemea utajenga vijumba vidogo vidogo vile kama wasanii wengine wafanyaga utoto ule. Hapa ndani tuna eka 2. Eka 2. Sasa kwa nini ujenge vidogo vidogo? Basi unajua wasanii wana mbwembwe. Alafu kwa nini uonyeshi project kama hizo? Kwa nini uzionyeshe? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukiwa sometimes hauna, inabidi upige sana kelele. Kwa mfano kama unakumbuka mimi miaka 2018 mimi nilikuwa naunga sana. Nakumbuka kipindi una njaa, ulikuwa na njaa mno, ulikuwa na kelele kila sehemu unataka kuonekana wewe. Sasa hivi kwanza umepotea. Ya kwanza umepotea. Alafu la pili ile picture ya too much money ambayo nilikuwa naifikiria 7-8 years ago. Ndio hii sasa. Sasa ndo nadhani kama tunaanza kuishi. Yes, kwa sababu hizi projects zinachukua muda mrefu kutengeneza. Mimi najua 5 years ago. 5 years ago. Construction hapa na nilikuwa nafanya project nadhani na Mikocheni, si unajua? Bahari hiyo hapo unajua. Unaona Mikuruwili? Hii ni beach bro. Wewe geuka huku. Hii ni Mikuruwili. Bahari hiyo hapo, Mikuruwili.
anaitwa Vunja Bei, tajiri ambaye hana miaka 35, anamiliki beach plot kwa Mamunyange. Yaani sehemu hii na ulinzi tayari wa nchi. Mungu akupe maisha marefu. Una majirani wa aina gani unapokaa? Una majirani unapiga mswaki wapi? Unapiga mswaki kwenye rufu. Sasa tunaongea lugha moja kwenye magorofa. Huwezi kuongea na mtu ambaye ana maboma. Maana sisi tuna magorofa yamekamilika. Mshanipata? Na kitu mimi kwa sababu ni mjenzi, kuna kitu nimekiona na kiadapt hapa. Nimependa finishing ya nje. Nimependa finishing. Nachukua hiyo. Hongera sana Vunja Bei, na pole sana ndugu yangu. Bwana, pole ndo kubwa. Kesho tutakuja zaidi kupa pole sisi kama vijana, tutajumuika kwa pamoja. Naomba tuwe na mbuzi, tuwe tuchome. Mbuzi 30. Mbuzi watakuwa pale. Ziko tayari, shafika mbuzi 30, tunachoma mbuzi, tunapeana pole, tunamfariji ndugu yetu, amepitia changamoto, kampoteza. Wewe Kidali yule pale, umlitegemea anaweza kama mtu wa hovyo hivi. Uliambiwa soma Kidali Mzumu. Saizi anasafisha nyumba. Kidali nilikwambia soma ndugu yangu, utasafisha hizi hekalu mpaka ukome. Una hela. Wewe na huyu anasafisha nani pool. Niliwakwambia soma, acha kuinua vyuma.